penda ulivyo tu. Uzuri wako unaniweka miroho juu. Baby punguza pressure, mimi ni wako. Penzi lako nitakesha usiku mzima tu. Asubuhi kukicha unipe kiduchu. Nami sina to pressure, wewe ni wangu tu. Fungua pazia kwa dirisha ukihisi joto. Mwili ukitaradadi na sau mpaka mafansi. Mideko fulani chumbani yani joto. Vipi asa mwalimu mwenzangu? Nakuona huko mtaani kwako umetulia. Niko mtaani kwangu kama hivi unaona? Si ndio? Lakini mwalimu Ino, unajua shule yetu kati ya shule zote za private ya kwetu imeshushwa daraja. Kwani serikali imeshatoa takwimu za maendeleo? Imeshatoa. Na hii inadhihirisha kuporomoka kwa ufundishaji wa shule yetu, kupoa kwa nidhamu ya wanafunzi na walimu pia. Unamaanisha na mimi pia? Hapana mwalimu Ino. Sio wewe, sio mwalimu Kipara, wala mimi. Ila kumbuka tuna walimu wengi. Kwa hiyo maendeleo sio mazuri kwa kweli. Lakini kuhusu kushuka kwa kiwango, si kwamba ni walimu tu. Najua kuna walimu ambao wanatembea na wanafunzi. Na kuna wanafunzi ambao wanatembea na vijana wa nje kama vile Kidonyo. Kidonyo? Amefanya nini tena? Kwani una habari zake? Kuna siku nimekutana na mama Kidonyo. Anasema kwa Kidonyo ni mjamzito. Na sio hata ampewa nani huo ujauzito. Tuna kazi kweli. Tuna kazi ya kurekebisha wanafunzi na tuna kazi ya kurekebisha walimu. Ndio kazi yetu, tupambane. Ndio kazi ambayo tumeisomea. Usijali mwalimu Ino. Tupambana kadri ya uwezo wetu, wala tusana wasiwasi jamaa wangu. Hii inamaanisha mwenendo wa shule yetu sielewi kwa kweli. Okay. Mimi nilikuwa napita. Kwa kuwa nimepita mtaani kwako nikaona acha nisiondoke nikuache. Nikasema acha nikusalimie. Sawa. Mambo ya hapa na pale. Hamna shida. Mzee wa mtaa. Alafu na kawaida kuchelewa sana shuleni wewe. Kesho itabidi uwahi. Usijali mwalimu Ino. Basi tuko pamoja. Sawa. Ngoja mimi nilikuwa napita. Basi poa. Kesho basi. Hamna shida. Haya. Umekaa tu mwenyewe boeka. Kuna story kidogo nitaka nikuhadithia lakini naomba usinicheke. Mbona ushaanza kunichekesha kabla hujaanza kunihadithia? Unajua dada, uwezi amini ile juzi wakati nimetumwa na mama. Nikutana na vibaka akanikaba. We, usitaki kuniambia ulikimbia kati ni mtu na nusu. Na una uwezo kupambana. Subiri sasa, so mtu na nusu. Wakati kwa ninarudi ilikuwa ni mchana. Ila si unajua mambo ya vijana tena, nikapitia banda la mpira. Nikaangalia mpira nikasahau hata kama kuna kurudi nyumbani. Mida ikaenda, giza likaingia. Sasa wakati narudi, si nikapitia kichochoro kimoja hivi. Wakati natembea nikaona nyuma yangu, nikahisi kama vile kuna mtu ananifuata. Kukaa vizuri anaangalia mbele hivi. Nikaona raia. Mara kidogo nilipigwa huo mtama. Yaani nilipaa hivi, kimo cha mna. Ule sijui ulikuwa ni uwele. Alafu utaki kuniambia nieleze mambo umeibiwa. Acha sasa, usiende mbele ya story, subiri nimalize story. Sasa wakati nimedondoka pa, nikashangaa vumbi la macho
Mara kidogo nimekamata huku mkono, mara kidogo nimekamata huku. Sio hiyo tena nguvu yangu nikafurukuta. Nikawatupa. Nilitoka bomba. Sijawahi kukimbia kiasi hicho. Huku naita mama, mama. Oi, sema ndio ukome kutembea usiku. Wewe umeagizwa, bali uende sehemu ulipoagizwa unazurura. Habari za mpira zimetokea wapi tena? Ila nikwambie nini dada? Wale watu ni kwamba nilionea tu huruma. Niliogopa kuwavunja wote mbavu. Niliepusha shari, niliogopa kwenda jela. Una lolote. Wamekuweza tu. Sema unanidharau lakini unajua parangati langu ni kubwa. Nakumbuka kati natoka kijijini siku moja stendi. Nilikutana na raia walitaka kuniletea shari. Kitu nilichowafanya. Usitake nikuhadisie. Yaani usitake nikuhadisie kabisa. Mavumba. Hapo ndo kazini kwako? Halafu naona kama mnafuraha sana. Kwa hiyo tutaongea baadaye. Kwa hiyo siku hizo umeanza kufundisha mwanangu tabia mbaya? Naongea na wewe. Karibu. Wewe. Nani kakuonesha hapa karibu? Asante jirani yako. Jamani nimekumisi. Jamani na mimi nimekumisi pia. Mnaendeleaje? Tunamshukuru Mungu. Sijui wewe za nyumbani. Hatujambo. Sasa kuondoka bila kuniaga nini? Usijali bwana, karibu ukae. Asante jamani nimekumisi. Asante zangu. Vipi kuhusu Sozi? Nimemisi jamani. Jamani, anaendelea vizuri. Vipi kidanyo? Hajambo. Yaani nimekutafuta. Nimezunguka pale nyumbani kwako, si chini ya mara 4. Jirani yako ndo akaniambia, huyo amehama, ndo akanileta huku. Kuliko ni shoga yangu. Kama unavyoona maisha yangu ni magumu. Nyumba yangu imekuja kutaifishwa na watu wa mikopo. Kuna vitu tu baadhi ambavyo nilienda kuviokoa. Nikaviuza, nikaja kupangisha. Unataka kuniambia watu wa mkopo waliuza nyumba yako? Ndiyo, maana mkopo ulikuwa ni mkubwa. Pole sana. Na vipi kuhusu mwanao? Alivyokuwa anakusumbua. Anaendeleaje? Yaani mama Sozi, maisha ndo yamezidi kuwa magumu. Sijui hata nina shida gani. Sijui nina mkosi gani. Nilikuja kufuata ule ushauri ambao uliniambia kuwa nimpeleke mwanangu hospitali. Nikaja nikampeleka, matokeo yake nimekuja kumkuta mwanangu. Yaani hata siamini. Yaani najisikia hadi hata aibu. Hivi unanionaje? Kukuheshimu kwangu imekuwa sababu kubwa au kuwa karibu na mimi unaniona ushanipata? Unajua Sophie, mimi nilikuwa sina nia mbaya na wewe. Acha umalaya. Nilikuheshimu, ila kumbe una tabia za kike. Na nakwambia hivi, usiingie kwenye mapenzi kabla hujajua mapenzi. Hapa nikuulize swali Sophie. Ni kitu gani ambaye ni kibaya nimekufanya kwako mpaka unakuja na maneno makali kiasi hicho? Mimi sijaja hapa kukuimbia.
Na kingine ninachotaka kuambia, usinifuatilie hivyo. Naomba nikwambie kitu Sophie. Unajua wewe ndio mwanamke ambaye ulikuwa sahihi kwangu. Na hata marafiki zangu asilimia kubwa wanajua. Mimi hapa nimekuja nina akili zangu timamu. Unanielewa? Sijaja kukuimbia hapa. Iwe mwanzo na mwisho kunifatafata. Yaani ni kama takataka tu kwangu. Sitaki. Ila hamna shida, ndampata tu, mimi ni mwanaume. Oh, George. Ndio madam. Umeshafika? Shafika kitambo. Karibu sana. Nashukuru sana madam. Habari za majukumu? Kazi zinaenda sijui. Samahani madam kwa kukurupua. Najua ulikuwa umepumzika. Kilichonileta hapa madam ni kuhusu Kidonyo. Hivi Mwalimu George na Mwalimu Kipara na walimu wengine mnakwama wapi? Swala lile kila siku tunaongelea kuhusu mwanafunzi mmoja. Mmeshindwa kabisa kulitatua hilo tatizo mpaka mlete mimi. Ni mzazi alinipigia simu mama yake Kidonyo. Ananiambia na jambo la muhimu sana kuongea na mimi. Basi nikawa nimefika nyumbani kwake. Nilipofika akawa amenielezea kuhusu mtoto wake Kidonyo. Akaniomba sana kama mtoto wake arudi shule kwa kuwa ujauzito bado hujaonekana. Ila ukishathibitika na kuonekana atapumzika nyumbani mpaka atakapojifungua, basi atarudi shule. Basi sikumjibu moja kwa moja. Maana kama kulibeba hili nilileta kwako. Mwalimu George, mimi nahisi kama unanichosha tu na hizo mada zako kila siku. Alafu isitoshe, wewe ni mwalimu unaheshimika pale shule. Haiwezekani tu niambie kwamba eti nimepigiwa simu na mzazi ukamfuata hadi nyumbani. Au kuna kitu ambao unatengeneza kuhusu shule yangu na yule mzazi? Hapana madam. Sikuwa na maana hiyo. Ila hili swala niliamua kulibeba kiuzito kama mwalimu. Na ndio maana leo niko hapa kwako. Kwa nini ukaenda kumsikilizia nyumbani? Asifike shule akaonana na mwalimu wa nidhamu? Unapigiwa tu simu mwalimu na kurupuka unaenda paka pale. Baadaye mwenyewe aje shule akutane na uongozi wa shule. Kwani ile shule haina uongozi? Samee madam. Sasa mwafaka ni hapa. No, yeah. Napenda ulivyo tu, uzuri wako unaniweka miroho juu. Baby punguza pressure, mimi ni wako. Penzi lako nitakesha usiku mzima tu. Asubuhi kukicha unipe kiduchu. Nami sina hata pressure, wewe ni wangu tu. Fungua pazia kwa dirisha ukihisi joto. Mwili ukitaradadi na sau mpaka mafansi. Miteko fulani chumbani yani joto. Pepe nami nikupepe unipe pepe. Paradise, me and you paradise.